Habarini, leo nimewaletea namna ya kutumia mfumo wa usimamizi wa hospitali, dispensary, polikliniki, kliniki, vituo vya afya na vyote ambavyo vinahusiana na hiyo. Nimeona watumiaji wengi wa mfumo wanapata changamoto, kwa hiyo nimewaletea demo moja kwa moja. Ni mfumo rahisi mzuri sana, nafikiri utafurahi na utapenda ikiwa una huduma yako, unatoa huduma ya namna hiyo. Kwa hiyo mimi nitatoa demo kwa kutumia hii app yetu ya polikliniki. Na bahati nzuri mfumo ni mzuri, unatumika kwenye kompyuta vizuri kabisa. Kwa hiyo kama una kompyuta kwenye ofisi yako itapendeza zaidi. Lakini pia kama huna kompyuta za kutosha, kwa simu pia utafanya usimamizi wako vizuri kabisa kisasa na kidigitali. Kwa hiyo kama tunavyoona hapa, hii ni homepage ya mfumo wetu wa polikliniki, ambapo sasa mifumo yote inayohusiana na hii mfumo wa hospitali, dispensary, kliniki za kawaida na mifumo yote kama nilivyosema hapa, tutafata mwongozo huu. Kwa hiyo kwa kuanza kabisa, ukiwa unaanza kwa mara ya kwanza, utatumia button ya jisajili kama hauna account ya mfumo, lakini kama uliwahi kutumia ni button ya ingia. Kwa hiyo sasa mimi nitaanza hatua ya kwanza kwa kuwa naonesha demo. Kwa hiyo nitabonyeza button ya jisajili. Baada ya hapo itafunguka hii page safi kabisa kwa ajili ya kujisajili ili uweze kupata account yako. Kwa hiyo utaanza hatua ya kwanza, utaingiza jina lako kamili. Kwa mfano mimi sasa nitasema ni Julius Juma. Kuna polyclinic name, utasema sasa hii inaitwa Juma Polyclinic. Ni rahisi kabisa, unajaza tu taarifa zako, ni safi kabisa, zinaeleweka. Hapa utaingiza email address yako ambayo sasa utatamani kuitumia kwa ajili ya kuingia kwenye akaunti yako ya mfumo. Na hapa utaandika namba ya simu. Usianze na 0, anza tu na ile namba kwa kuwa tayari kuna 255. Nchi utachagua mkoa. Referral code si lazima. Hizo ni kama umealikwa na wakala wa kampuni ya mifumo, unaweza ukajaza referral code. Trial days kwa mfano utachagua unazotaka, kuna 3 hadi 5, mimi hapa nachagua 4. Utajaza password yako. Sasa hakikisha password ina tarakimu kuanzia 6. Kuanzia 6 au kama ni herufi ni zozote, lakini angalau ziwe kuanzia 6, ni muhimu kwa ajili ya kuboresha security. Kwa hiyo ukisharudia password unabonyeza register. Subiri muda mchache tu. Mfumo upo haraka kabisa, unasubiri muda mchache ili uweze kukutengenezea akaunti ya ofisi yako. Kama tunavyoona hapa, tayari sasa imekamilika na imetuleta kwenye page ambayo tunaweza kulog in. Kwa hiyo ukishafika hapa, kwanza utapata message. Unaona message imeingia, inasema karibu Julius Juma kwenye mfumo wa polikliniki. Kwa hiyo itakukaribisha kulingana na mfumo ambao umeingia au ambao umejisajili. Kwa hiyo hapa sasa tutaingiza email yetu ambayo tumejisajili. Utaingiza email yako hapa ili uweze sasa kuanza kutumia mfumo wako vizuri kabisa. Password utaweka na password. Baada ya hapo unabonyeza log in. Haitachukua muda mrefu, itaingia hapa. Unaisubiri sasa iweze kuload taarifa vizuri, tayari utaziona. Utaona jina la mhusika aliye log in, tunaona ni Julius Juma Polyclinic, na siku ambazo amepewa za kuanzia ni siku 4 kama hapo unavyoziona, na dashboard inapendeza kabisa. Sasa tutaangalia sasa moduli ambazo zipo kwenye mfumo kwa ajili sasa ya usimamizi wa ofisi yako. Kiukweli mfumo ni mzuri, upo kisasa sana, unapendeza sana. Unaweza ukaona hapa nikibonyeza sasa menu zetu hapa juu kwenye hizi dash 3 nyeusi. Nikibonyeza nafikiri unaweza ukaona moduli zilivyo nyingi. Ni mfumo na moduli nyingi sana ambazo zinaweza kukufanya usimamie kituo chako kwa namna nzuri na ya kukuza biashara yako kisasa kabisa kulingana na mahitaji yako. Kwa hizi ndio moduli ambazo tuko nazo. Sasa kwa kuwa kuna moduli nyingi, mimi nitaelekeza sasa step za haraka za namna ya kuanza kutumia huu mfumo kwa zile ambazo ni za muhimu. Mfumo uko vizuri kabisa, unaruhusu kama kituo chako kina bima na cash. Kwa hiyo maana yake mfumo umebezi kwa wote, mwenye bima na cash anaweza akatumia mfumo, bima zozote zinaingia. Kwa hiyo tutaona namna mfumo ambavyo unaweza kuoperate. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa unapoanza,
jitahidi kutengeneza akaunti za staff wako, akaunti za staff wako ambao sasa ndio ni wafanyakazi, ili nao waweze kuwa na uwezo wa kulog in. Na hapa utachagua module ya staff ambayo yenyewe ni rahisi, sitaielezea sana. Kwa hiyo utabonyeza add new employee kama inavyoonekana hapo, utajaza taarifa zake. Kipengele muhimu sana hapa kwa staff ni kipengele cha permissions, ambapo utatakiwa kuwa unaweka vema kulingana na staff. Kwa mfano labda mimi naingiza staff mhasibu, basi mimi nitamchagulia billing ili aweze kuona malipo na aweze kuona namna mbalimbali za kuhakikisha malipo yanafanyika. Sijui naingiza mtu wa reception, basi nitachagua patients. Nafikiri hapo nimekupa mfano, hii ndio sehemu muhimu sana. Baada ya hapo utapata password, ambayo sasa hiyo password ndio utampatia staff, atakuwa anaingia kutumia email yake ambayo utakuwa umeijaza hapo juu. Ukishamaliza kuingiza staff, japo pia unaweza ukawaingiza mwisho wakati una testi mfumo, ili ukautesti mfumo wewe kama wewe. Sasa ukiachana na hiyo ya staff, ili mfumo sasa uweze kufanya kazi, hatua ya kwanza unatakiwa kuingiza bidhaa ambazo zipo kwenye kituo chako. Kama ni zahanati, dispensary, clinic, hospitali, unaingiza bidhaa ambazo zipo, na tunajua hospitali tuna makundi mbalimbali ya bidhaa ambazo zinafanya kazi ya kuhudumia wateja. Kwa hapa kwa mfano tutaanza na pharmacy. Kwenye pharmacy hapo utakuja pharmacy products kama unavyoiona hapa, ili sasa tuingize bidhaa tulizonazo. Kwa hiyo utabonyeza button ya add product, ni rahisi kabisa, mfumo ni safi kama unavyouona. Utachagua ku add single au bulk upload. Hapa ni kwa wanaotumia Excel, kwa hiyo mimi nitaelekeza haraka hii ya single product. Ambapo sasa single product utaingiza jina, kwa mfano ni paracetamol, nimeingiza hapo 500 mg. Kategori yake ni dawa ya maumivu. Selling price, hapa unajaza bei ambayo unauzia kidonge kimoja kimoja, sio usiandike bei ya jumla au usiandike bei ya box zima. Kwa hapo unaandika kidonge kimoja kimoja, wewe unakiuza namna gani kwa mteja. Lakini purchase price unaandika sasa kwa bei ya jumla, ukipiga hesabu zako kile kidonge kinakuwa ni bei gani kimoja. Ambapo kwa mfano mimi naweza kuweka bei ya jumla labda tumekinunua kwa shilingi 20 kabla ya kuuza. Stock utajaza idadi ya paracetamol ambazo unazo ofisini kwako. Kwa mfano mimi nimesema ziko 150. Ni muhimu sana kwa ajili ya kusimamia stock ya ofisi, na nitakuelekeza baadaye namna ya kuwa sasa unaongeza stock ikitokea hii stock ambayo umeweka imeisha au umeleta mzigo mpya. Kuna namna sasa ya kuongeza stock, sio kwamba utakuja tena kuingiza upya huku. Kwa hiyo select package. Rahisi kabisa, hizo ni tablets. Expired date, utachagua sasa tarehe kulingana na dawa umenunua ina expire tarehe ngapi. Utaona expected profit imejijaza yenyewe. Sehemu ya maelezo hapa utasema nil, au kama kuna maelezo kuhusu hiyo dawa basi wewe utayaandika. Unabonyeza add product. Bonyeza add product. Baada ya muda mfupi product yako itakuwa imeingia. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya, mtu wa pharmacy ataingiza product zake zote, lakini kwa testi unaweza ukaanza kujaribu kuingiza we mwenyewe kabla hujatengeneza staff. Unaingiza product zote kwa utaratibu huo. Baada ya kuwa umeziingiza, ukirudi nyuma hapa au ukirudi nyuma ukachagua pharmacy alafu products, tunatarajia utakuja kuona product zako hapa. Umeiona? Tuliingiza paracetamol, tunaiona iko vizuri kabisa, inapendeza hapa. Na sehemu ya add stock ndio sehemu ambayo utaitumia kuongeza ikitokea umeleta mzigo mpya. Tunaona hapa tunazo 150, lakini kwa mfano tumeleta nyingine 100. Ni rahisi tu, unajaza quantity ya hizo ulizozileta, unajaza expired date yake, unabonyeza add stock. Ni rahisi. Kwa hiyo utaona stock inavyokuwa inaingia ita update. Zilikuwa 150 sasa zimekuwa 250. Kwa hiyo baada ya kuadi kwenye pharmacy, unatakiwa pia unaadi mfano kwenye laboratory. Hapa unaenda kwenye lab test ili kuongeza vipimo ambavyo unatoa huduma kwa wateja wako. Kwa mfano hapa mimi nita search malaria, kipimo cha malaria ni hiki, kitatokea hapa. Una click. Utaona category imejiandika yenyewe automatic. Ni rahisi tu. Kwa hiyo unaandika sasa kipimo cha malaria selling price kama tulivyoona kule kwenye dawa za pharmacy ni 2500. Purchase price, na labda unakiuza 2500. Purchase price, bei ya jumla unayonunulia kwa mfano shilingi 800. Stock yako utaandika labda ni shilingi 130.
Sio shilingi, ni stock. Hizi sio shilingi. Shilingi ni kwenye selling price na purchase price. Kwa hiyo expired date utaingiza hapa. Safi kabisa. Unaona expected profit, mfano ukiwa umeuza hizo product zote. Maelezo nitaweka nil kwa sasa. Hapo tunasubiri dakika chache sana, itakuwa imekamilisha kuingiza test zote ambazo zipo. Kwa hiyo utaendelea hivyo hivyo mpaka wakati ambapo utakuwa umehakikisha umemaliza vipimo vyako vyote ambavyo uko navyo. Na kama kawaida ukirudi nyuma hapa, utaona test tumeingiza malaria rapid diagnostic test vizuri kabisa, safi. Tunaiona hapa, na tukitaka kuadd stock ni hapa kama ambavyo nilikuwa nimeielezea. Utaadi stock hapo. Haya. Baada ya hapo pia tutafanya hivyo hivyo kwa hizi imaging ambazo zinahusisha mambo ya radiation, mfano mionzi, x-ray, ultrasound na kadhalika. Kwa hiyo nitabonyeza imaging services. Hapa nitakuja kusema add imaging services. Ni rahisi kabisa, tunafanya kama tulivyofanya huko. Kwa hiyo mimi kwa mfano hapa nitasema na add ultrasound kwa mfano. Ultrasound. Kwa hiyo utaingiza sasa kulingana na huduma ambazo uko nazo. Kwa hiyo utakuwa tuna selling price kwa mfano ultrasound unafanya kwa 15,000, utaandika hapo. Purchase price utakadiria tu sasa. Hizi of course zinaweza zikawa hazina purchase price kwa sababu ni mashine ya mara moja. Kwa hiyo utakadiria tu kwa haraka kwa kila mgonjwa ili uweze kumhudumia. Wewe kama ofisi unatumia gharama kiasi gani? Kwa hiyo kwa mfano mimi nitasema ni 1,000. Stock na penyewe hapa kwa kuwa haina stock kama zile product nyingine kama dawa na kadhalika, unaweza ukakadiria yoyote. Mfano mimi nitaweka 1,000, ila zitakapoisha hizi idadi utaingiza stock kwa kuadi stock kama kawaida. Kwa hiyo package per scan, expired date hapa nitaandika nil. Kwa hiyo baada ya hapa una add. Kwa hiyo utakachokuja kufanya utapitia ofisi ya imaging sasa ya kituo chako. Huduma zote ambazo zipo pia zinaingizwa hapa kama kawaida. Na ukirudi kwenye listi tunatarajia utaziona item zote kwenye listi yako hizo ambazo umeziingiza. Kwa hiyo mfano hapa tunaona mimi tumeingiza ultrasound na button yetu ya add stock ipo kama kawaida. Sasa hatua ya kwanza hiyo tumeshajaribu kuingiza product sehemu mbalimbali za ofisi. Hatua inayofuata sasa, kwa kuwa tayari tuna zile bidhaa zetu ambazo tunazifanyia huduma au product ambazo zinahitajika kwa ajili ya huduma, basi moja kwa moja tunaenda kwenye utoaji wa huduma, ambao sasa itakuwa ni hatua ya pili. Na hatua ya pili ya utoaji wa huduma tunaanza ambapo mgonjwa anaingia. Kwa hiyo tutaenda kwa patient. Unachagua patient. Nimeenda haraka lakini ni hii patient. Unachagua hapo patient kwa ajili ya kuadi patient. Lakini kabla ya kuadi patient, kama unatumia bima, utaanza kama ofisi yako inatoa huduma ya bima, utaanza kwenye hii bima, insurance bima. Utachagua insurance list. Unaweza nikatumia mfano angalau mmoja. Lakini kwa wale ambao hawana bima wataendelea na ile step ya patient ambayo nitakuja kuendelea nao baada ya hapa. Kwa hiyo mfano hapa ninaingiza bima nilionayo ni NHIF. Imeingia tayari, nimeiona hapa. Kwa hiyo mfumo wangu au kituo changu kina bima ya NHIF. Baada ya hapo sasa nitaenda kwa patient kama kawaida nilikokuwa naendelea. Mgonjwa wetu ndio amefika. Kama una bima zaidi ya moja, maana yake utaziingiza zote. Tutachukua add new customer kama tunavyoiona hapa, ambaye sasa ndio mgonjwa wetu. Lakini kwa mara ya kwanza wakati unaanza kuadi mgonjwa, mfumo utakwambia bado haujaset consultation fee, kwa sababu hawa wagonjwa wanapoingia hospitali lazima waone ile pesa ya kumuona daktari au kwa ajili ya consultation, kitaalam tunaiita hivyo. Kwa hiyo unaona itakwambia cash not set consultation, maana yake hujaseti pesa ya consultation kwa ajili ya cash. Na kama una bima zote itaziorozesha hapa, itakwambia set consultation kwa kila bima, kwa kuwa tunajua kila bima inakuwa na utaratibu wake wa hizi pesa za huduma, ikiwemo consultation pamoja na vipimo pamoja na dawa na huduma mbalimbali. Kwa hiyo tutatakiwa kuseti, maana yake sisi tunadaiwa settings za cash kwa wale wagonjwa ambao hawana bima, na wenye bima tuna bima yetu ambayo ni NHIF.
Kwa hiyo utabonyeza set consultation fee now kabla ya kuendelea, kwa sababu haitakubali kama utakuwa hujaset hizo item ambazo nimekuonesha. Kwa hata ikitokea umeongeza bima, itatokea hapa na itakudai uset kabla ya kuendelea. Kwa hiyo tunaiseti kwa ajili ya OPD. Ukienda IPD pia itakudai consultation yake, kama ni tofauti, kama ni sawa, utajua wewe mwenyewe namna sasa unavyozipanga. Kwa hiyo mimi nitaingiza consultation fee yangu kwa watu wa keshi ni shilingi 5000. Nitasave. Nikisha save itaniwekea vema hapa kwamba nimeingiza consultation ya keshi. Kwa hiyo inanidai ya bima na penyewe nitakuja kuingiza hapa. Nitachagua insurance, bima zangu zitatokea hapa kwenye list. Ninachagua consultation ya NHIF, labda ni shilingi 3000, basi mimi nitaingiza hapa shilingi 3000. Tunaona hapa tayari ile hela yetu imepotea ambayo ilikuwa inatuelekeza tujaze consultation, kwa sababu kwa kipengele hiki tumekamilisha kujaza consultation. Basi unaanza na hatua moja kwa moja ya kuingiza mteja. Mteja wetu labda tuseme anaitwa Asha Ali. Asha Ali. Kama ana email utajaza, sio lazima. Namba ya simu jitahidi ujaze, ni muhimu sana. Namba ya simu ni muhimu sana. Wewe utajaza vizuri kabisa. Haya, tarehe ya kuzaliwa utajaza tarehe ya mgonjwa ya kuzaliwa. Utajaza kulingana na yeye alivyofika. Kuna jenda utajaza. Uzito wake kama unachukua utajaza. Na kama hauchukui basi hakikisha unamuuliza mgonjwa, unaijaza hata kama haupimi moja kwa moja, kwa sababu ni ya muhimu kuwepo hapa. Umri pia utajaza, ambapo utachagua kama ni mdogo chini ya miezi utachagua month. Kama basi ameshafikisha angalau mwaka mmoja utachagua years. Kwa hiyo mimi nitasema labda ana miaka 2. Treatment modality. Hapa sasa unaweza kuchagua huyu mgonjwa anatibiwa kwa bima au anatibiwa kwa cash. Na bima zitatokea za kuchagua hapa. Kwa mimi kwa kwanza nitasema huyu mgonjwa anatibiwa kwa cash. Na hii ni OPD. Hapa sasa una uwezo wa kuchagua makundi mbalimbali, kuna IPD na kadhalika na kadhalika. Na kila sehemu ambayo unaitumia ofisini kwako itakudai useti consultation fee. Kwa hiyo baada ya hapo nita create customer. Basi mteja ametengenezwa kwa ukamilifu kabisa. Page inapendeza kweli kweli, ina flow nzuri kweli kweli. Hapo sasa mgonjwa atapata message. Atapata message kama hii unayoiona, karibu Asha Ali, tunafurahi kukuhudumia Juma Polyclinic. Litakuja jina la ofisi yako, kwa hiyo ni marketing tosha kabisa ya ofisi yako. Inaonekana mko smart sababu ya huu mfumo ambao tumewaletea wa kisasa kweli kweli. Kwa baada ya hapo sasa, kwa kuwa tumeshaingiza mgonjwa, tunajua hatua inayofuata kabla ya chochote. Huyu mgonjwa anatakiwa kwenda kwa mhasibu, au kama ni reception moja kwa moja kwa ajili ya kulipia consultation fee. Kwa hiyo mhasibu tunatarajia peji yake ni hii billing, ambapo sasa ndio ataweza kufanya huduma zote za malipo. Kuna interpayments ambapo atakuwa anaingiza malipo mbalimbali, lakini kuna yale malipo ambayo yana peji zake moja kwa moja kama consultation payment. Kwa hiyo hatatumia interpayment kwa consultation. Atachagua consultation payment, na matarajio anatakiwa kumkuta yule Asha Juma ambaye tumemuingiza pale, Asha Ali, mgonjwa wetu. Kwa hiyo unaona page iko vizuri kabisa ya consultation, inakupa summary vizuri kabisa. Nafikiri wewe mwenyewe utapenda mfumo. Inakwambia patient ni mmoja, yuko kwenye foleni mmoja, hajalipia chochote bado, na ni mgonjwa wa cash. Angekuwa wa bima tungepata hesabu. Kwa hiyo hapo utakuwa unapata ripoti ya summary ya wagonjwa wa siku nzima. Ukitaka wa wiki unabonyeza wiki, month na kadhalika. Kwa hiyo tunamwona mgonjwa wetu hajalipia hii pesa ya consultation. Safi kabisa, imetuonesha ni shilingi 5000. Basi baada ya hapo utakachokifanya utabonyeza tu make payment. Unabonyeza make payment. Mhasibu sasa huyo itampeleka kwenye peji ya malipo kama hivi, itajaza taarifa. Ataona na product fulani fulani. Hizo aziache, yeye ataangalia selected products. Selected products ni consultation kama tunavyoiona hapo, haina haja ya kurekebishwa. Na hapa chini imeshatupigia hesabu ni shilingi 5000. Kama kuna punguzo na kadhalika ndio unaweza uka-apply discount type, lakini hapa tutaingiza moja kwa moja kwa kuwa mgonjwa wetu ni wa cash. Tarekodi. Tayari malipo yameingia kikamilifu kabisa. Mfumo ni uko standard kweli kweli. Na mgonjwa atapata message ya malipo aliyoyafanya kama unavyoona hapa kwamba amelipia consultation fee. Mfumo unavutia sana huu. Sasa tukirudi hapa kwenye consultation payments, tunaona sasa
mgonjwa wetu status itakuwa imebadilika na data pia itakuwa imebadilika kama tunavyoona hapa. Tunavyoona hapa paid. Umeona mfumo unavyovutia. Paid. Kwa hiyo mgonjwa wetu tayari status imebadilika, imekuwa paid. Tunaona status yake imeandikwa paid, yupo kwenye foreign hapa. Na details za malipo zitaonekana kwa chini kama unavyoziona hapa. Mfumo unapendeza kweli kweli. Haya, kwa hapa tunaendelea. Tunaendelea. Sasa baada ya kuwa amefanya malipo ya consultation, maana yake hatua inayofuata anatakiwa kumuona daktari. Na daktari page ambayo anaitumia ni page ya consultation, ambapo tutabonyeza consultation. Daktari sasa atakuwa amepewa page hiyo, ambapo ataanza na wagonjwa walioko kwenye foleni hii ya kwanza hii. Wako kwenye foleni, atabonyeza hiyo. Tunatarajia lazima amuone mgonjwa wetu hapa. Na tunaona mgonjwa yuko vizuri kabisa, anaitwa Asha Ali, status paid, matibabu yake ni kwa njia ya cash. Umeona namna ambavyo inapendeza. Kwa hiyo kama ni mteja wa bima itakuonesha hapa kwamba huyu matibabu yake ni mteja wa bima. Daktari anachokifanya atabonyeza start consultation. Itamwambia consultation is started. Ikishamwambia consultation is started, anarudi kwenye menu, anaenda sasa kwenye ongoing consultation. Lazima atamkuta mteja kwa kuwa tayari tumeambiwa consultation imeanza. Kwa hiyo ataona nawe namuelekeza vizuri kabisa hii page kwamba ni paid cash. Kwa hiyo maana yake inasaidia pia facility daktari asiweze kuhudumia wale wagonjwa ambao hawajalipia. Haina usumbufu sijui mpaka aletewe kitu fulani sijui nini kuthibitisha kwamba mgonjwa amelipia. Yeye ataona status moja kwa moja. Kwa hapa atabonyeza open kwa ajili ya kuanza consultation yake. Atafungua page ya consultation, iko standard kweli kweli kama unavyoiona, ni ya kuvutia mno na ina requirement nyingi ambazo zinahitajika kwa ajili ya shughuli hiyo. Kama tunavyoona. Sasa daktari kwa kawaida anaanza na diagnosis, na kuna lab request, kuna requesting imaging, kuna prescription, kuna hizo issue nyingine, na complete ikiwa sasa amemaliza kumhudumia mgonjwa mzunguko mzima mpaka maabara na kadhalika. Kwa hiyo wakati anaanza anatakiwa aanze na diagnosis, aingize diagnosis ambapo ataklik diagnosis, ataijaza. Ataijaza vizuri kabisa. Akimaliza kujaza atakuja sasa ni kama lab request. Sasa mimi naomba nianze kujaza kuanzia request ya lab ili sasa tuone anaituma maabara. Maana yake hapa anatuma taarifa maabara kwamba huyu mgonjwa baada ya kumfanyia diagnosis na mambo mengine kuzungumza na mgonjwa, aliona kwamba huyu mgonjwa aje kupima kipimo fulani. Kwa hiyo hapa kwenye lab request page yake hii ndio anawasiliana na mtu wa maabara, anatuma tu. Ni rahisi kabisa. Anafanya kazi ya kutuma tu. Atasearch kipimo hapo, vipimo ambavyo vimeingizwa vyote kwenye store ya maabara au kwenye page ya maabara. Kama tulivyoanza mwanzo ataviona hapa. Kwa hiyo amechagua huyu mgonjwa apime malaria, ataona bei, ataona stock ya hizo testi ambazo zipo. Kama kuna notes yoyote anatamani mtu wa maabara aione, ataandika hapa. Baada hapo ana submit lab request. Ataiona vizuri kabisa. Utaiona vizuri kabisa, itaweza kutokea huku chini kama unavyoiona. Sasa baada ya hapa matarajio ni kwamba tutaenda kwa mtu wa maabara sasa. Tutaenda kwa mtu wa maabara. Kwa kuwa ndo ametumiwa kipimo hiki. Tutaenda kwa mtu wa maabara. Kabla tujaenda mtu wa maabara, nafikiri tujaribu kutuma angalau vipimo viwili. Tujaribu kutuma labda na huduma ya imaging. Kwa hiyo tutakuja kwenye imaging hapa, daktari anaandika, ana search imaging, tuliaingiza ultrasound. Tunaiona hapa bei ni shilingi 15,000, ataichagua hapa. Alafu ataingiza kama kuna maelekezo yoyote. Kwa maana yake mpaka sasa daktari wetu ametuma hii ripoti kwenye ofisi mbili tofauti, ambapo kuna ofisi ya mionzi pamoja na maabara. Kwa hiyo sasa twende kwa mtu wa maabara, yeye ataonaje? Mtu wa maabara atafungua lab request. Akiwa vizuri kabisa ametulia ofisini kwake, hakuna haja ya changamoto ya kuwasiliana sijui na nini. Ni mfumo upo standard kweli kweli. Kwa hiyo ataona sasa huyu mgonjwa ambaye ametumwa na daktari kwa ajili ya kupata huduma ya vipimo. Atakiona kipimo ni cha malaria, shilingi 2,500, vizuri kabisa. Taarifa notes kama umejaza hapa tulijaza nil, lakini kama kuna maelekezo ya daktari atayaona hapo mtu wa maabara.
lakini juu tunaona status ni not collected, maana yake huyu wa maabara bado hajafanya chochote. Mgonjwa ni wa keshi, atamuona hapo, lakini status ni not paid. Sasa kwa kawaida mtu wa maabara hawezi kumhudumia mgonjwa ambaye hajalipia. Kwa hiyo kumbe maana yake huyu mgonjwa alitakiwa sasa, kabla ya kuhudumiwa maabara, atapita kwa mhasibu au kwa mtu ambaye anahusika na malipo ambaye ni billing, na ataenda kwenye laboratory payments. Kwa kuwa ombi ni la maabara, lazima sasa tunatarajia atamkuta mgonjwa hapa. Mgonjwa wetu yupo na status yake ni not paid. Sumona nani mfumo ulivyo standard, nafikiri wewe mwenyewe utakuvutia. Akifika hapa sasa, huyu mhasibu kama kawaida tulivyofanya kwenye consultation, atabonyeza make payment. Atabonyeza make payment. Itatokea hapa, ataona kwenye selected product tuna malaria rapid diagnostic test kama unavyoiona hapo, ni shilingi 2500. Stock zilizopo ataziona. Kwa hiyo anakuwa hana kazi kubwa mhasibu, atarekodi tu cell. Atabonyeza record cell. Kwa baada ya kurekodi hii cell, kama kawaida message itatumwa ya malipo kwa mgonjwa kama unavyokuja hapa kwamba amelipia kitu fulani. Kwa hiyo mfumo uko standard sana, Baada ya hapo sasa, kwa kuwa ameshalipia, huyu mtu wa maabara sasa anaweza kuendelea. Ataenda hapa kwenye lab request. Ili aone wagonjwa ambao wamelipia. Muona mambo yalivyo mazuri hapa. Kwa hiyo tunaona yule mgonjwa wetu tayari status imebadilika, ni paid, na hapa chini unaona taarifa ya malipo, na paid by itaonesha jina la mtu aliyeingiza malipo. Kwa kuwa hapa tumeingiza sisi wenyewe tuliotengeneza account, imeonekana ni Julius Juma. Akiingiza mhasibu, akiingiza yoyote, itaonekana mtu ambaye ameingiza malipo ya mteja husika. Kwa hiyo hata usimamizi unakuwa ni rahisi kweli kweli. Kwa hiyo kuna issue ya hapa inasema not collected kwa sababu bado mtu wa maabara haja collect sample. Sasa kwa kuwa mgonjwa amelipia, atatakiwa ku collect sample kwa ajili ya kwenda kuiprocess ili kupata majibu ya mgonjwa. Kwa hiyo atabonyeza collect sample. Akibonyeza collect sample, inampeleka moja kwa moja kwenye page ya ku collect sample ikiwa na jina la mgonjwa. Yeye kazi yake atabonyeza generate kwa ajili ya kupata sample code. Sasa hizi sample type atachagua mwenyewe. Collected by atasema position yake, priority level, routine au normal. Symptoms atajaza kama anazijua, lakini kama hajui ni optional. Kuna sample container hapa atachagua pia. Basi hapa anakuwa amemaliza, na kipimo chetu kimeshajichagua chenyewe ni malaria rapid diagnostic test. Kwa hiyo atabonyeza collect sample. Sample yetu tayari imeenda. Mfumo uko vizuri sana, huu mfumo utakuvutia mno. Kwa hiyo sample zetu atakuja kuziona hapa. Ataona hapa sample ambayo ameingiza kwa ajili sasa ya kuendelea na process. Kwa hiyo tukirudi hapa kwenye lab request, tunatarajia status yetu iwe imebadilika na kusema sasa sample ni collected. Umeona ilikuwa inasema not collected na sasa imebadilika inasema ni collected, na hapa button imeondoka inasema huyu mgonjwa kashachukuliwa sample, maana yake haina haja ya kuchukua sample tena. Kwa hiyo unaona inakupa maintenance nzuri kweli kweli. Baada ya hapo sasa tutaenda kwenye lab result, kwa sababu sample collection tumeshaifanya moja kwa moja kule. Tutafika kwenye lab results hapa. Tutaklik process. Tutaklik hiyo button, nafikiri umeiona vizuri, ni process results. Baada ya hapo unabonyeza pending. Hapa zitatokea request zote za wagonjwa ambao wamekusanyiwa sample lakini majibu bado. Kwa hiyo hapa sasa tunaenda kuingiza majibu. So unaona mgonjwa wetu ametokea Ashal na sample code yake ni hiyo. Tutamclick huyo mgonjwa ambaye tunamhudumia kwa wakati huo. Kwa hiyo kuna uwezekano kukawa kuna pending nyingi sana. Basi hapa tutachagua results zake. Mfano tutasema ni negative. Attachment kama ipo, lakini kwa kipimo cha MRDT inaweza isiwe muhimu sana. Tutaona attachment inavyofanya kazi, mfano kwenye kipimo cha imaging, mambo ya ultrasound, mambo ya x-ray. Kwa hiyo baada ya hapo utasave results. Ukisha save results kwa uzuri kabisa, mgonjwa pia atapata message kwamba vipimo vyake fulani vimekamilika na majibu yametumwa kwa daktari. Kwa hiyo ni mfumo hauna usumbufu kabisa. Ataona hapa, wagonjwa wote wataonekana hapa. Na hapa sasa ukitaka kuona zaidi kwenye majibu utaklik
Utaklik button ya view kwenye majibu ya mgonjwa husika na utakuja kumuona hapa na majibu yake ni negative, lakini una uwezo wa kuexport PDF. Sasa unapata document ya vipimo na majibu vya mgonjwa husika kwa kubonyeza export PDF, unapata document moja kwa moja kwenye kifaa chako. Kwa hapa tunakuwa tumemaliza. Sasa hatua inayofuata tunatarajia daktari atakuwa amepata hii feedback ya vipimo vya maabara, atakuwa ameipata kwa uzuri kabisa. Tunarudi sasa huku kwa daktari. Kabla tujaendelea na ile imaging, daktari ana uwezo wa kuiona sasa hii lab request. Kwa hiyo atakuja hapa, atabonyeza lab request. Anaweza kuziangalia lab request. Ataona kumbe kuna lab request na itakuwa imemwambia kabisa kwamba results already processed. Ataona pia kwenye data yake majibu ambayo yameshakuwa processed atayaona. Atamuona na mgonjwa ni Asha Ali. Status yake ya kadi inasema result already processed paid, na tunaona kabisa kipimo ni malaria hicho. Majibu yake ni negative. Unaona mfumo ulivyo una flow nzuri sana kama unavyoona hapa. Lakini pia kama kuna wagonjwa wengi pia anaweza kutumia hii ongoing consultation pale ambapo alikuwa na penyewe ana uwezo wa kupata taarifa. Atamuona mgonjwa hapa. Sasa ndio sehemu ambapo taarifa za mgonjwa mmoja zinakusanyika zote hapa. Kwa chini hapa akija ataona taarifa kama hii, ataiona vizuri kabisa. Kwa hiyo ataona hii ambayo aliituma kwa huyu mgonjwa, alituma request mbili. Zote ataziona, akiandika diagnosis, akiandika referral, akifanya follow up, ataona kwa mgonjwa wakati amefungua hapa kwenye ongoing consultation ya mgonjwa. Kwa hiyo tunaona tayari ni completed status ya maabara. Anaona vizuri kabisa na majibu hapa. Anaona kila kitu vizuri, lakini hii ya imaging mambo ya ultrasound huyo mgonjwa bado hajafanyiwa. Kwa hiyo ndo maana unaiona ni pending. Mfumo uko vizuri sana. Kwa hiyo sasa baada ya hapa nafikiri tumeona namna ambavyo daktari anapata majibu. Namna ambavyo anapata majibu. Sasa twende tukaangalia na issue ya imaging ili tumalize kabisa hatua zote muhimu. Kwa hiyo tukishafika hapa wa imaging ataenda kama wa maabara, ataenda kwenye imaging request. Atamkuta mgonjwa, lakini tunaona hajalipia hiki kipimo cha ultrasound. Kwa hiyo tunatakiwa alitakiwa apite kwa mhasibu, ambapo pia mhasibu akifika kwenye billing hapa kama unavyoona atachagua imaging payments. Tunatarajia lazima ataona hizo request za imaging. Mgonjwa atatakiwa sasa kukabidhi hiyo pesa au kulipia kwa njia yoyote ili awe na status ya paid. Kwa hiyo ataklik hapo. Mgonjwa atakuja vizuri kabisa. Itaonekana selected product ni ultrasound. Kama kuna punguzo uta-apply kwenye discount type. Baada ya hapo unabonyeza rekodi. Tuna rekodi sasa hicho kipimo kama kawaida. Kama kawaida tuko vizuri kabisa hapa, na mgonjwa atapata ile message yake ya kipimo ambacho amekifanya. Pata message yake. Kwa hiyo tunarudi hapa. Ukija kwenye imaging payments tunatarajia status itakuwa imebadilika. Huyu mgonjwa ataonekana tayari amelipia na details za malipo zitaonekana chini hapa kama unavyoziona. Lakini not performed kwa sababu huku bado hajafanyia kazi. Kwa hiyo sasa yule mtu wa imaging baada ya kuwa mgonjwa amelipia ataweza kuendelea naye sasa kwenye imaging request. Mfumo uko vizuri sana. Kwa hiyo tunaona tayari mgonjwa wetu amelipia, lakini ni not performed, kwamba hii imaging bado haijafanyiwa kazi. Kwa hiyo tunaenda sasa hapa, atabonyeza perform scan kwa ajili ya kuingiza results, kwa ajili ya kuanza sasa kufanya hiyo kazi ya kuhakikisha ana process majibu. Kwa hiyo tutasema request code atafanya kama tulivyofanya kwenye maabara. Atachagua modality ultrasound, requested at, muda unaonekana hapo. Requested by atajaza sasa ni nani, mfano radiologist, level routine, scan unit atachagua, ni rahisi kabisa, notes hizo ni nil, ultrasound. Baada hapo ata create. Akisha create data yetu itakuwa imeingia. Ataiona hapa kwenye request, lakini hapa ataenda moja kwa moja kwenye imaging report kwa sababu hiyo perform imaging tulishaitumia. Ataenda kwenye imaging results ambapo sasa ataandaa report hapo. Menu inaitwa imaging reports, ambapo sasa akifika hapa
atabonyeza process results kama tulivyofanya kule, atazikuta pending hapa, atamuona mgonjwa huyu anapima ultrasound kama anavyomuona hapa. Ataandika sasa kama kuna maelezo ya kuhusiana na ultrasound hiyo. Mfano mimi nitaandika tu test kwa kuwa tunafanya majaribio. Na kama sasa ana attachment, ataijaza. Ukiklik tu hapa itaenda ina select picha ambazo anataka kujaza, au kama kuna picha ame-download ambayo inahusiana na hiki kipimo atakiattach hapo. Baada ya hapo tutasema complete processing. Process imekamilika vizuri kabisa. Na mgonjwa wetu atapata majibu kwamba ultrasound yake imekamilika. Kwa hiyo imeshatumwa kwa daktari. Sasa mtaona namna ya kituo husika kitaona namna ya kupanga foleni yake. Sasa baada ya hapo tunatarajia sasa itarudi kwa daktari, ambapo ana uwezo wa kuona, tulisema anaweza kuona majibu haya kwenye imaging request. Utayaona vizuri. Itamwambia result already processed. Na tumeona maelezo ya result, mimi niliandika test. Na kama kuna attachment yoyote ataiona hapa na ataweza kuifungua hapa kwenye hii page kama kuna attachment iliingizwa ambayo inahusiana na hii ultrasound. Mfumo uko vizuri sana kama tunavyoona hapa. Lakini pia anaweza kwenda sasa kwenye ongoing. Kwa hiyo madaktari wengi wanaotumia mfumo huu mara nyingi wanashinda kwenye hii page ya ongoing, kwa sababu pia inakusanya kila kitu cha mgonjwa husika. Kwa hiyo tuna open. Kifika hapa tunaona request zote za mgonjwa tayari imeshakuwa completed na yenyewe hii ya ultrasound au ya imaging. Ataona pia maelezo kama kuna picha pia au kuna attached document PDF na kadhalika inayohusiana na kipimo hiki, ataona hapa kwenye hii page. Sasa baada ya hapo tunajua sasa daktari baada ya kuwa amepata majibu ya vipimo hivi vya mgonjwa husika, hatua inayofuata ni kuamua sasa matibabu ya mgonjwa. Ambapo sasa atafanya kitu ambacho kinaitwa prescription, ataprescribe. Kwa hiyo hapa atachagua prescription, atabonyeza prescription. Akishabonyeza prescription, maana yake atasearch dawa zote ambazo anatarajia kwenda kumpa mgonjwa, lakini sisi kwa kuwa tuliingiza dawa moja, tutaiona hapa. Tutaichagua paracetamol kwa mfano. Paracetamol. Tutasema sasa tutaanza hapa, tutaandika prescribed dose kwamba huyu daktari amempa dozi kiasi gani. Pia hapa itakuonesha paracetamol ziko 250 juu kabisa hapo unaona, na bei unit price ya kila kidonge ni shilingi 100. Mfumo uko standard kweli kweli kama tunavyoona hapa. Kwa hiyo tutaanza prescribed dose. Nafikiri madaktari wanaelewa hii. Kwa mfano tunasema prescribed dose ni miligramu 1000, kwamba huyu mgonjwa anatakiwa atumie miligramu 1000 za paracetamol. Lakini available kila kidonge cha paracetamol kina miligramu 500. Hii nafikiri ndio reality. Kwa hiyo tunaona hapo sasa ataweka na duration. Kwa mfano atasema labda ni siku 3. Labda kwa mfano atasema ni siku 3. Lakini pia anaweza akabadilisha hapa, route inajulikana, labda ni anakunywa per oral, lakini frequency yake labda ni twice a day, ambayo ni TDS, madaktari wanafahamu. Kwa hiyo unaona mfumo wenyewe baada ya kujaza taarifa zote utakuletea dozi standard ya paracetamol ambayo vitakuwa vidonge 18. Mgonjwa atakunywa miligramu 1000 ambayo itakuwa ni sawa na vidonge viwili kwa mara moja. Hii nafikiri inaeleweka. Baada ya hapo sasa na kiasi kinaonekana cha hizo paracetamol kulingana na tulivyo set. Kama kuna maelekezo yoyote daktari anahitaji yaende kwa mfamasia, maana yake hii prescription au prescribing anayoifanya anaituma kwa mfamasia, atajaza. Kama ana dawa nyingi ambazo zinaenda kwa mgonjwa mmoja au product nyingi, atazichagua hapa moja kwa moja, atajaza. Kwa hiyo baada ya hapo tunasema save prescription, ataisave vizuri kabisa. Ana uwezo wa kuja sasa kuiona hapa. Baada ya kuisave ataiona hapa, ni hii hapa prescription yetu, ataiona hapa safi kabisa kama alivyoituma. Lakini hiyo ni prescription kama unavyoiona, na status yake ni pending. Kwa maana yake tunatarajia hii prescription imeenda kwa mtu wa pharmacy, ambapo sasa anaweza akamhudumia mgonjwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma kwa mgonjwa zimekamilika. Kwa
Kwa hiyo daktari hapa sasa, kama mgonjwa amemalizana naye, kwa kuwa akienda pharmacy mgonjwa ana uwezo wa kuondoka moja kwa moja, anaweza akaisema ni complete. Lakini kama anajua huyu mgonjwa anaweza akarudi kwa ajili ya follow up na nini, anaweza asiseme complete, kwa sababu akisema complete itaama hapa moja kwa moja. Kwa hiyo sasa tunarudi kwa mtu wa pharmacy tuone, je, ameipata hiyo prescription ya kugawa dawa. Kwa hiyo utafungua kwenye module ya pharmacy hapa, tutachagua prescription kama tunavyoiona. Tutachagua prescription, basi tutamkuta mgonjwa wetu hapa na dawa ambazo ameandikiwa. Nafikiri tunaziona hapa, zinapendeza kabisa. Lakini status kama kawaida ni not paid. Shilingi 1800 not paid. Kwa hiyo kumbe huyu mgonjwa anatakiwa kwenda kwa mhasibu au mtu ambaye anahusika na malipo kwa ajili ya kukamilisha malipo hayo. Atachagua pharmacy payments. Kwenye pharmacy payments kwa mhasibu, basi atafika mhasibu naye ataiona hiyo request hapa vizuri kabisa, ile ambavyo kama ambavyo inaonekana kule kwa daktari pamoja na mfamasia. Atabonyeza make payment. Atabonyeza make payment. Itajichagua yenyewe, wala haina haja ya mhasibu kuhangaika kuchagua vitu hapa. Kwa hiyo itajichagua, itajiandika idadi, itaonesha na hesabu vizuri. Kama kuna discount uta apply, lakini kama hamna, basi tunarekodi sale moja kwa moja. Tunarekodi mauzo moja kwa moja. Tunarekodi mauzo moja kwa moja. Mgonjwa atapata message ya malipo hiyo kama unavyoiona hapo. Basi baada ya hapo sasa tunarudi kwa mtu wa pharmacy sasa, ili aweze kukamilisha huduma yake ya kutoa dawa kwa mteja au kwa mgonjwa, ambapo sasa tulienda kukamilisha issue ya malipo kwanza ya dawa hizi. Kwa hiyo basi mpaka hapo malipo yamekamilika, na mtu wa pharmacy ataona details za malipo, aliyeingiza malipo ni mhasibu nani, na pesa ataiona ambayo imeingizwa. Baada ya hapo sasa atabonyeza dispense prescription, maana yake sasa anatakiwa kudispense dawa hizi. Akibonyeza dispense, itafunguka moja kwa moja page ya dispensing kama unavyoiona hapa. Dawa zote zitaonekana hapa, jina la mgonjwa. Kama atabadilisha quantity atabadilisha, lakini hapa zitatokea zile ambazo ziliandikwa na daktari kama tunavyoziona hapa. Kama tunavyoona hapa, stock yetu tayari imepungua. Stock yetu tayari inaonekana hapo sasa, itabaki 232 kwa sababu zilikuwa 250 kwa sababu zimetoka hizi 18. Kwa sababu zimeshalipiwa, kwa maana yake zimeshapunguzwa kwenye stock. Kwa hapa ataandika kama kuna maelekezo yoyote ambayo anahitaji yaonekane kwenye mfumo, ataweka hapa. Baada ya hapo ana dispense dawa hii. Ana dispense, maana ya kudispense kwa lugha rahisi wa famasia wanafahamu ni kuitoa dawa kwa mgonjwa. Kwa hapa anaweza kuja kuona sasa hizo. Anaweza kuja kuona hiyo prescription yake. Anaweza kuja kuiona hapa prescription yake. Kwa hiyo hii kadi ya mgonjwa husika itaonesha ni completed, kwamba imeshakuwa dispensed. Ataona hapo ni paid, mgonjwa wetu ni wa cash, na ataona taarifa za dispense ambazo ameifanya. Kwa hiyo ataiona hapa dispensed details, ataziona hapa vizuri kabisa. Kwa hiyo mfumo wako unaweza ukaitumia vizuri kwa kompyuta na kwa simu kama unavyoona hapa. Japo ukiwa na kompyuta itapendeza zaidi, lakini hata kwenye simu haizuii kuendelea na huduma. Kwa hiyo mpaka hapa huyu mgonjwa wetu mpaka amefikia hatua ya dawa akakamilisha dozi, maana yake matibabu yake yamekamilika. Ndio tunaweza tukarudi kwa daktari huku, tukaenda kwenye ongoing. Daktari husika sasa akienda kwenye ongoing hapa, atamfungua mgonjwa husika. Kwa hiyo anaweza akakagua huyu mgonjwa, kila kitu kimeshafanyika. Ataona kwenye dawa pia ni completed. Ataziona ikishakuwa status completed, maana yake huyu mgonjwa ameshapewa dawa hizo, maana yake yeye huduma yake imeisha kwa siku hiyo. Anaweza akarudi kwenye prescription pia kuona taarifa za dawa. Prescription ya daktari ataona dispensed. Kwa hiyo ana uwezo wa kujua hata mfamasia alidispense dawa gani, ni kama alivyoandika au kulikuwa kuna mabadiliko fulani ambayo ameweza kuyaingiza, na hii itasema ni already dispensed. Kwa hiyo umeona mzunguko mzima wa mgonjwa uko vizuri kabisa. Uko vizuri kabisa mzunguko wa mgonjwa. Tumeona mzunguko wa mgonjwa, bidhaa kutoka kwa daktari kwenda maabara na kadhalika, na malipo yanavyofanyika. Lakini kuna huduma nyingi, kuna wards kama unahitaji kulaza mgonjwa, hizi nafikiri zinaeleweka zenyewe.
ila utasajili wodi zote ambazo unazo hapa, unazisajili wodi kwa ajili ya kulaza wagonjwa. Admit maana yake ni sehemu ambapo utaadmiti wagonjwa. Mfumo utakuwa unakwambia wenyewe ni kitanda gani kimechukuliwa, wodi gani imejaa, kwa hiyo itakuwa ina uwezo mfumo wenyewe unakuwa unafahamu. Lakini kumbuka, mgonjwa anapotoka unafanya discharge, utachagua discharge, unajaza discharge ili kuruhusu chumba husika au wodi husika ambapo mgonjwa alikuwepo kitanda kiwe huru. Kwa hiyo nafikiri tunaona RCH hapa, ni mambo ya RCH kama unavyoona. Mfumo uko vizuri sana. Kuna item nyingi sana huku, utaziona huku nyingi sana. Hizi nafikiri nyingine zinaeleweka. Mimi nimejitahidi kuelezea basic structure ya jinsi mfumo huu unavyo operate. Kuelekeza basic structure ya mfumo unavyo operate. Moduli ni nyingi kweli kweli. Ngoja tuangalie ambayo ni ya muhimu hatujaigusa. Nafikiri tumepita kila mahali. Paid patient wanaweza wakaitumia ambao wanahitaji kuona malipo, kuthibitisha malipo, lakini tayari tumeona kila page inathibitisha malipo. Inathibitisha malipo kwa kuonesha status ya mgonjwa. Kwenye issue ya bima, sasa kwenye issue ya bima, ikiwa mgonjwa ni wa bima, maana yake hakikisha kama una wagonjwa wa bima, unakuja kwenye insurance list. Hapa nafikiri kwa sijapamaliza vizuri. Utaongeza bima zako zote ulizonazo. NHIF utaongeza na type nyingine za bima. Ukishamaliza kuongeza type za bima, utaenda kwenye insurance prices. Insurance prices kama hapa. Insurance prices kama hapa. Sasa utakachokifanya unaangalia zile product zote ambazo zinatumia bima ili uweze kuziingiza kwa usahihi. Kwa hiyo utaenda kuna kuchoose insurance, utaziona bima zako zote hapa kwenye listi ambazo umeziingiza. Kwa mfano mimi naweza hapa naona NHIF kwa sababu nimeingiza NHIF peke yake, utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa, una search product ambazo ni za bima husika, lakini kwa kuwa mimi nimeziona hapa, nimeona kuna za pharmacy zitaonekana hapa, kuna za laboratory zitaonekana hapa, kuna imaging zitaonekana hapa. Kwa kuwa bei ya cash na bei ya kwenye bima mara nyingi huwa ni tofauti, utajaza sasa hapa selling price, unajaza selling price peke yake kwa kuwa ile ya purchase ambayo ni ya kununulia kwa jumla tulishaingiza. Kwa mfano, paracetamol kule kwenye cash tulikuwa tunauza 100, labda kwenye bima inaweza ikawa shilingi ngapi? Inaweza ikawa ni shilingi labda 50. Unajaza hapo. Labda malaria kule kwenye cash ni 2500, lakini hapa ni 1500, utaandika 1500. Ultrasound kule ilikuwa 15000, labda kwenye bima hii ambayo unaijaza kwa sasa ni shilingi 8000, utaandika hapo. Baada ya hapo unabonyeza save prices. Kwa hiyo hii ni muhimu, prices zitaonekana hapa. Ikiwa kwenye kompyuta nafikiri utaiona vizuri kwa ukubwa. Kwa hiyo prices zitaonekana hapa. Na juu itakupa report. Total insurance tunayo 1, product ziko 5. Prices set ziko 3 na kadhalika kama unavyoona hapo. Kwa hiyo inakuwa imekupa report hivyo ambavyo unaiona. Sasa baada ya hapa, maana yake wagonjwa wote ambao watatumia NHIF watakuwa wanaona prices hizi badala ya cash. Kwa hiyo unaenda zile hatua zote ambazo tumezifuata za kuingiza mgonjwa hivyo bila kufanya wewe chochote, ni kule tu utachagua kwamba huyu mgonjwa anatibiwa. Ukija tu kwenye kuadd patient hapa, wakati unamuingiza mgonjwa, wewe kazi yako utachagua. Sasa nikajaribu mgonjwa mmoja kwa haraka. Tuseme labda anaitwa Mariam Musa. Mail yake ni option, namba ya simu tutaingiza hapa. Hapa na kuonesha tu hatua za mwanzo kwa kuwa tumeshaona. Tujaribu huyu mgonjwa wa bima huyu. Mgonjwa wa bima, nasema ni female. Weight yake, labda age yake. Sasa hapa utachagua modality ambayo tunasema ni NHIF iko hapo. Baada ya hapo na create. Customer tayari ametengenezwa. Sasa ukija, nilitaka sasa uone utofauti. Tuje sasa baada ya kuwa huyu mgonjwa ameingizwa, tunaweza kuja kumwangalia kwenye billing kwa mhasibu hapa.
consultation. Tunakuja hapa, utaona patient ni wawili, lakini mgonjwa wetu wa kwanza alikuwa ni Asha, ni wa cash. Huyu wa sasa hivi itakwambia huyu mgonjwa anatumia bima na bima yake itaonekana ni NHIF, na consultation fee huyu wa kwanza ilikuwa ni 5000 wa cash, lakini huyu imekuwa ni 3000. Kwa hiyo maana yake mhasibu ataingiza, make payment, japo najua hizi pesa zinakusanywa na zinakuja kuwa claimed baadaye za bima, make payment ili flow iendelee, ili kule mbele wanako waweze kuona huyu mgonjwa ni kama amelipia kwa sababu anatumia bima. Kwa hiyo nafikiri nitaka tuone mfano huo. Kwa hiyo hata kwa daktari kwenye consultation na penyewe atamuona mgonjwa wa bima huyu, atamuona hapa insurance NHIF lakini ni not paid. Kwa hiyo ili flow iwe nzuri, mhasibu kule anatakiwa kuingiza. Kwa hiyo kumbe na huyu mgonjwa atatakiwa kufata procedure zote zile zile kama tulivyofanya kwa yule mgonjwa wa cash, lakini utofauti wake ni kwamba huyu mgonjwa bei itakuwa inaonekana ya ambayo umeset hapa ya kwenye insurance price list ambazo umezisave utakuwa unaziona hapa. Nafikiri unaona vizuri, tulitengeza bei za bima tunaziona hapa. Safi kabisa. Insurance provider, hizi nyingine tu za kujaza wale provider, kuna form ya kuclaim. Mfumo uko vizuri sana. Kwa nafikiri kama tunavyoona hapa. Hapa kuna SMS package ambapo sasa wakati unaanza utakuwa umepewa SMS free za kutumia, lakini zitaisha kwa sababu hizi SMS zina gharama kidogo. Ukiwa unahitaji wateja wako waendelee kupata SMS kama tulizokuwa tunaziona, wewe utakuja tu hapa utakuwa una recharge SMS. Gharama si kubwa sana. Kwa mfano, ukiweka shilingi 1000 unapata SMS 40. Kwa hiyo utaangalia sasa SMS 40 zina uwezo wa kukava wagonjwa wangapi. Ukizipendelea, kwa kuwa kila SMS ni shilingi 25, una uwezo wa kufanya hivyo kwa sababu kila mgonjwa anapata SMS moja. Kwa hiyo nafikiri hapa ni kwa ajili hiyo. Ukiona haina haja ya message, basi utaacha kuzilicharge, lakini kama utazihitaji ili uendelee kuwa smart zaidi, unakuja tu hapa kwenye SMS, unakuwa unanunua kila zinapoisha. Unanunua, hazina gharama sana, ni hiyo shilingi 25 kwa kila message, lakini tu kujua pointi ya message ni kwamba zinalipiwa. Kwa hiyo usije ukashangaa kwa nini SMS haziendi. Hakikisha unakuwa na balance ya message wakati wote ikiwa unahitaji wagonjwa wako wapate message. Na hapa kwenye my office, kama una branch, una ofisi tofauti, una uwezo wa kutengeneza branch hapa. Kwa mfano mimi ninaona branch moja ambayo ni main branch. Hii ambayo nimeitengeneza sasa hivi ni main. Kwa hiyo ukitengeneza branch, una create branch, utakuwa unaziona branch zako. Una uwezo wa kuingia hapa kama bosi kufuatilia branch mbalimbali, lakini kumbuka unapotengeneza branch hakikisha utatumia log in hapa ili kulog in kwenye branch husika. Kama unaingiza product, ingiza product za branch kwa kutumia branch. Usije ukaingiza product wewe unahisi ni za branch alafu ukaingiza kwenye main, maana yake kule hazitaonekana, zitasomeka ni za main branch. Kwa hiyo hakikisha umelog in kwanza kwenye branch ili uweze sasa kushughulikia sasa taarifa muhimu za branch husika. Hapa office info ni muhimu ukazifuatilia, ukajaza hizi office info, japo zitakuwepo za awali. Wakati unajisajili zitaonekana hapa, ila una uwezo wa kuweka logo ili taarifa zako nyingine unapozidownload ziwe zinaonekana zina logo. Na sehemu muhimu nyingine ni sehemu ya kufanya malipo sasa ya mfumo. Unaweza kuja hapa, ni kwenye subscription, utaona sehemu ya malipo, lakini naomba hii page itumie ikiwa siku zako za matumizi zimeisha. Ndio utakuja kwenye hii page ili uweze kufanya malipo. Unachagua package ambayo unataka kama unavyoiona hapo. Vingine basi vinaeleweka nafikiri. Kuna sehemu ya vitambulisho kwa ambao wana print vitambulisho vya staff, anaweza kuja hapa akatengeneza kitambulisho. Kwa hiyo tunaona mfumo ni modern kweli kweli. Ni wa kisasa kweli kweli. Mimi nafikiri kwa leo niishie hapo. Kama basi unahitaji kutumia mfumo huu, website ziko chini na namba ya simu iko chini hapo kwenye description, unaweza ukaiona kwa ajili ya kuuliza maswali au kuhitaji huduma ya mfumo huu. Lakini mfumo unaweza kuanza kuutumia moja kwa moja kwa kuwa ni online na linki zake ziko hapo. Karibuni sana.